Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Lomo Media, leo tunaingia katika sehemu ya tatu ya kujifunza umuhimu wa ubunifu katika biashara. Lakini leo tutajifunza njia mahususi ambayo mtu anaweza akafuata ili kuwa mbunifu. Ubunifu ni kitu ambacho mtu anaweza akajifunza kama vitu vingine vinavyojifunzwa, kwani hakuna mtu anayezaliwa akiwa mbunifu. Ndiyo, kuna vipaji na vipawa, lakini usipotumia vizuri hawezi kuwa mbunifu. Hivyo basi, wataalamu mbalimbali wametumia njia mbalimbali, wameshauri njia mbalimbali ambazo mtu ukifuata unaweza kuwa mbunifu katika biashara au sekta uliopo. Njia mojawapo ambazo wameshiriki kushauri ni mtu kupata muda wa kutafakari juu ya mambo unayoyafanya. Kila siku asubuhi au jioni baada ya kazi zako au biashara yako, pata muda wa kutafakari. Japokuwa muda wa kutafakari unaoshauriwa ni wa asubuhi kabla hujaanza kazi. Pata muda wa kutafakari mwenendo, changamoto na jinsi ambavyo unafikiri biashara yako ikishakuwa. Kwenye kutafakari, lazima ukitafakari uwe na mahali unaandika hizo tafakari zako ili uweze kurejea. Njia ya pili ambayo watu wanashauri kwamba unaweza kuwa mbunifu ni kuwa mdadisi wa mambo. Kuwa mdadisi wa mambo maana yake nini? Maana yake ni kwamba unadadisi mambo yanayohusiana na biashara yako au sekta uliopo. Usidadisi kila kitu, dadisi kuhusu biashara, mbinu za uzalishaji, mbinu za uendeshaji, ubora wa bidhaa zako au huduma unayotoa. Ndio jinsi ya kuwa mdadisi. Uliza watu kwenye sekta yako waliokubobea, waliokaa muda mrefu, wenye uzoefu, wadadisi, ujue namna fulani gani wao wamefikia katika eneo walikofikia, eneo la mafanikio, sio la kufeli. Njia nyingine ambayo wameshauri watu kutumia kama njia za kuwa mbunifu ni kushiriki hatua kwa hatua jinsi ambavyo uzalishaji katika biashara yako unafanyika au jinsi ambavyo utoaji wa huduma unafanyika. Unaposhiriki unaweza ukajua jinsi ya kupunguza mlolongo wa uzalishaji au utoaji wa huduma na kupunguza muda. Kwa kufanya hivyo unatoa gharama za uzalishaji na utoaji huduma. Kwa hiyo ni muhimu sana kushiriki. Usije ukaanzisha biashara ukafundisha watu nje kufanya biashara, kutoa huduma au kuzalisha, ukakaa mbali ukawa unatembeaga tu inazalishwaga. Hapana. Shiriki angalau mara moja au mara mbili au mara tatu kwa wiki namna ambavyo wanazalisha. Uangalie ubora, uangalie muda unaotumia kuzalisha kitu, uangalie wanavyoweka kwenye mifuko au packaging. Unaweza ukapata kitu cha kushauri na cha kubuni biashara yako iwe nzuri zaidi. Njia nyingine ambayo wameshauri watu wengi sana na wataalamu wa biashara ni kupata muda wa kusafiri. Ndugu yangu, ukifanya biashara yako au ukianza biashara yako, njia pekee unaweza kuwa mbunifu ni pamoja na kusafiri. Safiri sehemu mbalimbali, hizo katika nchi yako, katika mkoa wako, na pia uangalie kila unaposafiri, angalia watu wanaofanya biashara na na wako. Unajifunza. Angalia maeneo unayopita. Unaweza kugundua malighafi. Unaweza kugundua watu wanaofanya kazi na namna hiyo kwa njia ambayo ni fupi na ya bora zaidi. Unaposafiri sehemu mbalimbali unajifunza vitu vingi sana. Lakini ukianza biashara yako hapa uko pale kila siku, unajua tunavyobadilishana mawazo, unajua unavyodumisha ubora wa bidhaa, itakuwa ujifunzi na uwezi kuwa mbunifu katika biashara yako. Njia nyingine ambayo wameshauri watu wanaweza kuwa mbunifu ni kuwa msikilizaji. Hapa tuwe makini sana. Unakuwa msikilizaji kwa wateja wako. Sasa wateja wako aina mbili. Wateja wa ndani, wafanyakazi unafanya nao kazi, na wateja wa nje wanaokuja kununua bidhaa yako. Wanaokuja kununua bidhaa yako ndio wanaotoa recommendation au wanaothibitisha bidhaa yako sokoni ni nzuri. Kwa hiyo wakikuambia uwasikilize kwa makini na uwahoji kwa namna ambayo wataelewa na wataridhika. Wafanyakazi wako pia ni wateja wa ndani ambao unafanya nao kazi kila siku, uwasikilize wakileta maoni yao. Usiwapuuze kamwe. Hata unafanya kazi ya chini, wewe msikilize, weka rekodi ya mashauri yake atakuletea. Aliyeko chini yako ni kiongozi mwenzako, msikilize. Hizo ni njia ambazo wameshauri wataalamu kwamba ukitumia hizo njia unaweza ukabuni kitu ambacho kitafanya biashara yako ifanyike vizuri zaidi. Njia nyingine ambayo wanasema watu unaweza kuwa mbunifu ni kuepuka au kutunza akili yako na mawazo yako azivurugwe. Kuepuka msongo wa mawazo,
kuvurugana na wafanyakazi wako, kuvurugana na jamii inayozunguka biashara yako, kuvurugana na jamii kwa ujumla inayokuzunguka katika biashara. Wapende watu, wasikilize. Usikubali kabisa wakuingilie. Ndio, kwenye biashara kuna mambo mengi, kuna migogoro. Lakini migogoro tu ukitokea wewe tulia. Tazama unavyokwenda, tafakari unavyokwenda. Ndio utabuni njia ya kutatua ambayo itafanya wewe utulie. Lakini usikubali kulala na mawazo ya biashara ambayo imekuwa ngumu kwa sababu ya kuhusu mawazo ya nje yaingie kwenye akili yako. Kitu kingine ambacho amesema wataalamu wa biashara wanaweza kuwa mbunifu ni kusoma makala mbalimbali. Makala ni nini? Makala ni makala ambayo yameandikwa na wabobezi kuhusiana na biashara mbalimbali. Sasa katika bobezi unaweza ukatumia makala ambayo yako kwenye internet siku hizi internet teknolojia imekuja kubwa sana. Ukitafuta biashara yako kwenye internet utaipata. Hizo utaangalia makala yanayosoma kuhusu uzalishaji, kuhusu ubora, kuhusu utunzaji wa bidhaa, packaging ya bidhaa. Makala huo usomaji. Pia usome vitabu mahususi kwa ile biashara yako au taasisi yako. Kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu maarifa mengi, njia nyingi za kwenda imefichwa kwenye maandishi. Na si kawaida yetu, hatupendi kusoma makala wala vitabu. Kwa hiyo ni vizuri usome makala yanayohusiana na biashara yako. Pia sasa, katika biashara unaweza kuwa na vitengo mbalimbali. Wale wakuu wa vitengo wafundishe kufanya ubunifu, na kila wakati iwekwe muda na iwekwe muda ambao ni wa vikao wa kutafakari njia mbalimbali za biashara. Ndugu mtangazaji, ndugu msikilizaji, ukifika hapa lazima utapata kitu cha kubuni kwenye biashara yako. Nami leo napenda kuishia hapa kwa sababu tutaendelea wakati ujao matokeo ya ubunifu katika biashara. Naomba ufuatane nami tena katika makala yafuatayo, jinsi ambavyo tutaona matokeo makubwa yaliyotokana na ubunifu wa biashara. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibuni nyote. Asanteni.